Karibu sana Bethel Children's Home Matiazo. Sasa tupo ndani ya makao ya watoto ya Matiazo. Karibu sana. Asante. Ningependa kujua hapa mnapokea watoto kuanzia umri gani, na wanapofika hapa wanakuwa mwisho yani umri gani ambao mnapokea? Asante sana kwa swali zuri. Sisi kama Bethel Matiazo tunapokea watoto kuanzia siku ya kwanza amezaliwa mpaka chini ya miezi miwili, kwa maana ya mwezi mmoja. Tunawapokea then tunawapa malezi pamoja na matunzo kwa muda usiopungua miezi 18, kwa maana ya mwaka mmoja na nusu. Baada ya hapo inatakiwa mtoto huyu, baada ya miezi 18 kwa maana ya mwaka mmoja na nusu, huyu mtoto familia iliyomleta kwa maana ya baba, bibi, babu, mjomba au ile jamii inayomzunguka mtoto warudi kuja kumchukua ili akaendelee na malezi mengine kule kwenye familia. Asante. Kabla wazazi hawajaja kumchukua, ni changamoto gani mnazokutana nazo hapo katikati before wazazi hawajaja kumchukua? Okay. Kwanza kabla wazazi hawajarudi kuja kumchukua, kumbuka tunampokea akiwa bado ni mdogo, mwaka mmoja na nusu, ambapo nitakuwa kaungane na familia. Hapa katikati huyu mtoto alikuwa akiwa anaendelea na lishe. Sasa lishe ya mtoto inabadilika, au mahitaji ya mtoto yanabadilika kulingana na umri wa mtoto. Kwa hiyo akiwa hapa kwetu, akiwa bado mchanga, siku ya kwanza amezaliwa, mama amefariki, let's say, tunaanza na maziwa. Anapata maziwa ya watoto wachanga, tunazita lactogens namba 1, wengine wanasema nido namba 1. Haya ni maziwa mahususi au maalum kwa ajili ya watoto wachanga. Lakini pia kuna wale watoto ambao wamezaliwa hawajatimiza siku zao, kwa maana ya premature, sawa, au kabichi. Hawa watoto wanapata maziwa ambayo tunayaita Aptamil. Hizi Aptamil wakati mwingine kwetu sisi kuzipata ni changamoto, kwa sababu hizi ni gharama. Kwa hiyo mtoto akiwa hapa kwetu, kumbuka changamoto kubwa ambayo anaweza kukumbana nayo zaidi ni changamoto za maradhi, kwa maana ya magonjwa. Watoto wakiwa kwetu pia wanaugua. Kwa hiyo anapokuwa ameugua mtoto, wakati mwingine ni changamoto kwa mtoto, lakini pia ni changamoto kwa mlezi ambaye anamtunza mtoto yule, kwa sababu watoto tunavyowalea, kila mlezi ana idadi ya watoto ambao nitakuwa awatunze. Sasa mtoto mmoja anapougua ni changamoto kwa mlezi, kwa sababu baadhi ya majukumu tunahitaji kuhamisha majukumu kwa mtu mwingine. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini pia kupitia changamoto hiyo, sisi tunamshukuru Mungu kwamba pamoja na kuwa wanaugua, lakini tunao madaktari ambao wanatusaidia, wanapita kwetu kila siku asubuhi kuja kutambua maendeleo ya watoto, kama mtoto amechemka, mtoto ametapika, mtoto analia, au kuna shida yoyote mtoto ameipata usiku, basi daktari anapita asubuhi, anamuona mtoto, anazungumza na mlezi anatoa changamoto ya mtoto, na mwisho wa siku daktari kulingana na taaluma yake anaamua nini amwandikie, kama ni vipimo au amwandikie dawa moja kwa moja ili iweze kumsaidia. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo kwetu sisi tunaiona ni kama changamoto. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tunaiona kipindi chote ambacho mtoto yuko hapa ni changamoto ya kutengeneza muunganiko wa kifamilia. Kwa upande wa mtoto tunatoa malezi, hatuwezi kutengeneza hizo family bond. Ndio maana tunasisitiza zaidi kwamba ni nzuri mtoto apate malezi akiwa kwenye familia, then apate matunzo kutoka kwetu, lakini malezi akiwa ni kule kwenye familia, kwa sababu ya hiyo family bond. Tunaweza tukatengeneza family bond kwa maana ya muunganiko wa kifamilia hapa kwetu, lakini mwisho wa siku mtoto huyu anahitaji kuungana na familia. Kipindi anapoenda kuungana na familia, kumbuka hiki familia
ni mpya, hajaizoea, kwa anahitaji kupata muunganiko wa kifamilia ambao ni mzuri kabla ya kufanyeje, kabla ya kwenda kwenye familia. Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto ambayo tumekuwa tukikumbana nayo pindi mtoto anapokuwa akiwa kwetu, kwamba tunampa malezi, tunampa matunzo, lakini hatuwezi kutengeneza muunganiko wa kifamilia. Tutatengeneza kama hivi, unaona mtoto amenifuata, anajua huyu ni anko, lakini baba mzazi akija, mtoto atamkimbia, hajui kama huyu ni baba au huyu ni nani au ni mgeni. Saa nyingine anaweza kumuita mgeni wakati ni mzazi wake. Nafikiri nimejibu swali lako. Asante. Haya, asante. Ni vigezo gani au ni viashiria gani ambavyo mnafuata? Kwa mfano kama mtoto ameshakaa na mzazi kwa muda mfupi, akiletwa hapa, ni vigezo gani mnavyofuata ili kumpokea? Okay. Ili sisi tuweze kumpokea mtoto, kwanza sisi tuna makundi ya watoto ambayo tunayapokea. Tunayo makundi manne. Kundi la kwanza ni wale watoto ambao wamempoteza mama amefariki wakati anajifungua au baada ya kujifungua kwa sababu fulani za uzazi. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili, tunapokea watoto ambao either mama ana changamoto ya afya ya akili au ulemavu wa akili kwa namna moja au nyingine, kulingana na changamoto alionayo hawezi kumsaidia. Kwa mwisho wa siku huyu mtoto tunampokea kwenye makao. Lakini pia tunapokea kundi la tatu, ni wale watoto waliotelekezwa, kwa maana watoto ambao wamekuwa abandoned na wazazi wao. Hilo ni kundi la tatu. Kundi la nne ni wale watoto ambao wanatokea kwenye mazingira hatarishi. Hayo ni makundi manne ya watoto ambao tunawapokea hapa kwetu. Lakini kupitia swali lako sasa, haya ilikuwa najaribu kueleza makundi ya watoto ambao tunayapokea ili uweze kuelewa vizuri ninapoenda kujibu swali lako, kwa sababu umezungumzia kuhusu vigezo vya watoto tunaowapokea hapa. Kwa vigezo ambavyo tunaviangalia, mojawapo ni hivi kwamba mama amefariki na familia hakuna mtu wa kumwangalia mtoto au hawezi kumtunza mtoto nyumbani. Hiki ni kigezo cha kwanza. Unaona? Lakini pia kuna wale watoto ambao wamefanywa ukatili wa kutelekezwa na wazazi wao, wamekuwa abandoned na wazazi. Hawa watoto hatuna sehemu ya kuwapeleka. Kumbuka familia zao bado hazijatambuliwa. Kwa mwisho wa siku tunategemea watoto hawa wapate malezi na matunzo kama watoto wengine wenye familia. Naona? Lakini pia kuna wale watoto ambao kwa bahati mbaya watu wameangalia udhaifu wa mama. Mama ana changamoto ya afya ya akili au ulemavu wa akili, hawezi kujieleza, na mwisho wa siku amefanyiwa ukatili. Mungu amemsaidia, amejifungua. Sawa? Wasamaria wema wamemsaidia, na mwisho wa siku mtoto amekuja kwetu. Huyu mtoto tunahitaji kumsaidia kwa maana ya kumpa matunzo pamoja na malezi mpaka afike umri ule ambao anaweza akasaidiwa na mtu yeyote. Nafikiri hizo ndizo sababu au ndio vigezo ambavyo huwa tunaviangalia. Lakini pia hatuendi mtaani kwenda kuwachukua watoto kwamba sehemu fulani kuna mtoto. Hapana, kuna taratibu zinafanyika. Ili mtoto afike kwetu lazima uunganishwe na serikali kupitia maafisa ustawi wa jamii wa wilaya husika. Hivyo ndivyo hizo ndizo taratibu ambazo huwa zinatumika. Lakini akija kwetu pia kuna masharti ya sisi kukaa na mtoto. Lazima mzazi awe na taarifa au nakala za vitambulisho vyake kumtambulisha kwamba ni mkazi wa eneo husika. Isije ikatokea mwisho wa siku mtoto akaendelea kukaa kituoni tukadanganywa kwamba ametokea eneo fulani, kumbe sio mkazi wa eneo lile. Nafikiri nimejibu. Sawa. Asante. Sasa mimi ni mzazi, nahitaji kuchukua mtoto nimlee. Mtaniaminije au mtafuatilia kiaje ambapo naweza mkaniamini na kunipa huyo mtoto? Wewe ni mzazi au ni mtu tu baki unahitaji kuja
nahitaji kuchukua mtoto, nimekuja kutembea, nimempenda mtoto fulani, nikaja nahitaji kuchukua mtoto nimlee, sio mzazi, nahitaji kuchukua mtoto nimlee, nitafuata utaratibu gani? Okay, nimekuelewa. Kwa maana kwamba unahitaji kufanya adoption process, kwa maana ya kumwasili mtoto, sio mtoto wako, sio ndugu yako, lakini unawiwa kutoa malezi umfanye kuwa mtoto wako. Basi kwetu sisi, kwanza sio sisi tu, sawa? Kupitia sheria ya mtoto ya Tanzania inaruhusu mtu yeyote kufanya adoption, kwa maana ya kuasili. Sasa kuna taratibu ambazo huwa zinatumika, lakini pia tunaangalia makundi ya watoto ambayo yanaweza akafanyiwa adoption. Kwa Tanzania makundi ambayo ni common, ambayo lazima yafanyiwe adoption ni wale watoto waliofanyiwa ukatili wa kutelekezwa na wazazi wao. Hili ni kundi ambalo lazima ifanyike hivyo. Na taratibu gani zifanyike? Kitu cha kwanza, wewe unahitaji kufika ofisi za ustawi wa jamii wa eneo unaloishi. Kama ni ofisi za kata au ofisi za wilaya, unakutana na afisa ustawi wa jamii, unamueleza kwamba mimi nahitaji kufanya mchakato wa kuasili mtoto. Sawa? Baada ya hapo, na hutosema kwamba mimi namtaka mtoto fulani kutoka either Matiazo au kutoka sehemu fulani. Hapana, wewe utasema nawiwa kutoa malezi, kwa hiyo nilihitaji kujua nini nifanye. Kwa hiyo baada ya hapo, taratibu itakayofuata, yule afisa ustawi wa jamii atakwambia uende uandike barua ya kuomba. Sawa? Utaomba wewe, unaiomba kwa nani? Unamwandikia nani? Kuna nakala, utamwandikia kamishna, utamwandikia pia mkuu wa wilaya. Sawa? Kuomba nini? Kuomba kumwasili mtoto. Baada ya hapo, lakini pia baadhi ya vigezo vingine vitakavyoangaliwa, wataangalia shughuli yako maalum. Sawa? Unafanya kazi gani? Wewe ni mkazi wa eneo hilo kwa baada ya muda gani? Sawa? Lakini baada ya hapo wataangalia kwa maana ya mali ulizonazo au asset ulizonazo. Kwa sababu mtoto huyu hatutegemei tu kwamba una mapenzi ya kumlea, lakini pia mtoto huyu anahitaji nini? Anahitaji haki zake za msingi kama kusoma, elimu, apate elimu, apate huduma za afya. Unaweza ukawa na moyo lakini usiwe na uwezo wa kumpatia vitu hivi. Kwa hiyo kitakachofanyika ni nini? Utaeleza. Na baada ya kueleza kupitia afisa ustawi wa jamii wa wilaya akimwakilisha mkurugenzi wa wilaya, watakuandikia barua ya kukuombea kwa kamishna. Kwa hiyo wataambatanisha zile nyaraka zako na hii barua watazituma kwa kamishna wa ustawi wa jamii. Kamishna wa ustawi wa jamii baada ya kupitia zile nyaraka, baadaye atazituma kwa nani? Atarudisha majibu, either inafaa au haifai. Kama inafaa, atakupa barua ya kumtambua mtoto. Sawa? Atamwelekeza afisa ustawi wa jamii nini afanye, afisa ustawi wa jamii atafanya, na baadaye utapata barua ya kumtambua mtoto Tanzania nzima au eneo lolote lile. Lakini usiselect tu kwamba mimi namhitaji mtoto kutoka eneo fulani. Baada ya pale, kitakachofanyika ni nini? Itafanyika kama research fupi kutambua wapi mtoto alipo, na mwisho wa siku kimpata yule mtoto au akipatikana sehemu fulani, kitakachofanyika ni nini? Wewe mzazi ukiambatana na afisa ustawi wa jamii wa eneo ambalo mtoto amepatikana, sawa, kituo kile, afisa ustawi wa jamii akiwa ndio mlezi wa makao yale, ataambatana na wewe, mtafika moja kwa moja kwenye makao yale, na mwisho wa siku mtawaona watoto ambao wako pale, ambao wapo kwenye kundi hili la kufanyiwa adoption. Lakini pia baada ya pale, kitakachofanyika, mtamtambua mtoto. Mkisha mtambua mtoto,
itajazwa nakala nyingine, kwa maana ya fomu nyingine, itatumwa kwenda kwa kamishna wa ustawi wa jamii kwamba mtoto fulani ametambuliwa katika makao fulani. Mtoto atatajwa kwa jina lake ambalo nafahamika nalo pale kwenye makao, na baada ya pale yule mtoto ile nakala baada ya kufika kwa kamishna, sheria au kanuni zinatueleza kwamba kamishna wa ustawi wa jamii atajibu kila barua kila baada ya siku 14, kwa maana ya wiki 2. Kwa baada ya wiki 2 atajibu ile barua, na barua itakayokuja sasa baada ya kufanya tathmini na wamejiridhisha kila kitu, mwisho wa siku kamishna atatoa barua sawa ya kukudhibitisha wewe mlezi, ili uweze kufanyeje, uweze kumchukua mtoto. Kwa hiyo barua hiyo zitatolewa nakala, zinaweza zikawa nakala zaidi ya moja, ila zaidi ni nakala kwa mzazi yule anahitaji kumwasili mtoto, nakala kwa msimamizi wa makao sawa, na nakala kwa afisa ustawi wa jamii wa wilaya husika ambayo yale yale makao ya watoto yanapatikana. Baada ya pale, baada ya ile barua, basi mtafanyeje? Mtatembelea makao au mtakitembelea kituo ili muweze kufanyeje, kumchukua mtoto. Lakini sisi kama makao, mtu anayefika kwetu akihitaji hizo, basi tunamwelekeza afike ofisi za ustawi wa jamii wa eneo analoishi, kwa sababu hatujapewa mamlaka kwamba huyu mtu tuweze kumjazisha fomu afanye kitu fulani, afanye kitu fulani. Hapana, kwa sababu sisi pia kama makao, mlezi wetu mkuu ni afisa ustawi wa jamii wa wilaya yetu, ndio mlezi wa makao. Kwa hiyo tutamwelekeza aende huko, lakini akisha kuwa na nyaraka zote hizo kutoka kwa kamishna wa ustawi wa jamii, sisi hatuna shida. Na akifika mzazi kama mzazi na barua, hatumpatii mtoto. Tunachokifanya, yule mtoto tunamkabidhi kwa afisa ustawi wa jamii kama mwenye kituo, naye ndiye atakayemkabidhi mtoto kwa nani? Kwa mzazi, kwa sababu afisa ustawi wa jamii huyu ndiye amepewa mamlaka na serikali kusimamia maslahi yote ya mtoto. Kwa hiyo sisi tunafanya, lakini tukifanya chini ya kiongozi wetu ambaye ni afisa ustawi wa jamii wa wilaya. Na baada ya pale nafikiri tukisha mkabidhi mtoto kwa kamishna kwa afisa ustawi wa jamii wa wilaya, sisi hatuna nafasi tena sawa ya kwenda kumuuliza yule mzazi kwamba mtoto anaendeleaje, anafanyeje. Hapana, zaidi sisi tutabaki tunamfuatilia afisa ustawi wa jamii kujua ni hatua gani waliofikia, na kama mtoto yupo karibu, tunaendelea kutambua kwamba bado alipita kwetu, basi tungetamani kujua maendeleo, kama kufanya follow up tuone anaendelea namna gani, na kujenga ukaribu na yule mzazi. Wakati mwingine inawezekana mzazi akamchukua akapata changamoto, lakini pia akahitaji ushauri kutoka kwetu kwamba namna gani mlivyokuwa mkimtunza mtoto, naweza kuendelea wapi. Okay, nafikiri kwa kumalizia naweza kusema tu Bethel Children's Home Matiazo tunazo hizo program 2. Kwa hiyo kwa mtu yeyote anayewiwa kufika kwa ajili ya kuwasili mtoto, awasiliane na ofisi ya ustawi wa jamii wa wilaya anapoishi, atapewa utaratibu. Lakini pia kwa mtu yeyote ambaye anapenda kuchangia huduma hii ambayo tunaifanya, tunamkaribisha sana. Anaweza kaamua kwamba mimi nahitaji kuchangia au kudonate kwa huduma ya outreach program, au nahitaji kudonate kwa Bethel kwa ujumla. Kwa hiyo ukisema kwa Bethel kwa ujumla, sisi tutaangalia ni wapi ambapo tuna changamoto. Tuna changamoto kwenye upande wa lishe au tuna changamoto kwenye upande wa vifaa saidizi. Kwa hiyo baada ya hapo atafika kwetu, atasema, na mwisho wa siku tutamwambia sisi tuna changamoto either ya lishe kwa maana ya maziwa, na kama anaweza kusapoti kwa upande wa maziwa, basi tunamkaribisha. Kama atasema anahitaji kusapoti kwa upande wa vifaa saidizi, pia tunamkaribisha. Basi nafikiri kwa kumalizia, naendelea kuwashukuru
wadau wetu, wadau mama wanaotokea wamishonari kutoka Ujerumani ambao wanaendelea kutusapoti kupitia Alliance Mission, pamoja na marafiki wao ambao wanaendelea kutusaidia, lakini pia hata kuwakumbuka New Christian ambao ndio waanzilishi ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu. Waliobakia pia tunaendelea kuwashukuru, lakini pia tunaendelea kuwashukuru watu ambao wanaendelea kuja kwa ajili ya kuendelea kuvolunteer kwa upande wa Bethel Children's Home pamoja na Matiazo Health Center ambao wanafika kwa ajili ya kuvolunteer. Tunaendelea kuwashukuru. Kuna makanisa ya kutoka Ulaya, kutoka Ujerumani ambao wanaendelea kutuchangia. Kuna makanisa ya Sunday School, watoto wadogo wameendelea kutuchangia. Tunaendelea kuwashukuru na kuwakaribisha tena. Lakini pia kuna watu binafsi ambao wanawiwa. Tunaye mama ambaye anatusaidia kwenye upande wa program yetu ya outreach ambayo tunaenda naye na hii project. Tunaendelea kumshukuru na kumwambia tu kwamba sisi tunamwahidi shughuli tutaendelea nayo na watoto hawa wataendelea kulelewa vizuri. Tunaendelea kuishukuru pia serikali yetu ya Tanzania kwa namna ambavyo wanaendelea kutoa elimu kwa jamii na kuona ni namna gani ambavyo wanaendelea kutusaidia na kuikumbuka Bethel Children's Home. Mtu mmoja anafika. Kanisa pia tunaendelea kulishukuru na kupitia diocese yetu, kupitia kwa askofu wetu Mwashamu Baba Askofu Emmanuel Bwata ambaye anaendelea kutuunganisha pamoja na wachungaji wengine na kutuunganisha pamoja na jamii nzima ya Watanzania na ambao sio Watanzania kuendelea kusapoti DWT, Bethel Children's Home and Matiazo Health Center. Pia tunaendelea kuwashukuru pia hata wafanyakazi wetu pamoja na walezi ambao wanafanya shughuli hii kwa namna moja au nyingine. Shughuli hii tunaiona ni nzuri kwetu, lakini pia ni baraka kwa Mungu kwamba matendo tunayofanya ipo siku Mungu atatulipa kwa wakati. Asante sana.